Mkulima mmoja alipoteza saa yake. Baada ya kutafuta kwa muda mrefu bila mafanikio, alikuta vijana wadogo wanacheza mpira. Akawaomba akasema, mnisaidie kutafuta saa yangu ya thamani imepotea. Na akaahidi kwamba atakayefanikiwa kupata hiyo saa atapewa zawadi nono. Wale watoto baada ya kusikia hivyo, kila mmoja alitamani kuipata ile saa. Wakaingia porini wakaanza kutafuta ile saa. Kadiri ya muda ulivyoenda, watoto walianza kuchoka. Baada ya kuchoka, akaanza kuondoka mmoja mmoja, wakapungua. Na mkulima mwenyewe alikuwa ameshachoka, akakata tamaa, akaingia ndani. Ikafika muda watoto wote wakaondoka. Mtoto mmoja akamfuata mkulima, akasema, naomba unipe muda tafute saa. Mkulima akasema, hamna shida, kwa sababu mimi ninachokihitaji nahitaji nipate saa. Kwa hiyo mimi nimekupa nafasi nyingine ya pili tafute hiyo saa. Baada kama ya dakika 5 mtoto akarudi na saa ambayo imetafutwa zaidi ya siku 3 na watoto wengi. Mkulima akafurahi sana kuipata ile saa. Akamuuliza yule mtoto, kwa nini umetumia muda mfupi kuipata hii saa? Yule mtoto akasema, mimi ninajua saa ya mshale inazunguka kwa kupiga kelele. Kwa hiyo nilitulia kama dakika 5 katika ukimya, nikasikiliza ule mlio wa saa. Nilipousikia nikatafuta ilipo, nikaipata kiurahisi. Hii story Bwana ndio imetupa leo somo jipya, nguvu ya ukimya, power of silence. Kwenye maisha kuna vitu vingi sana ambavyo vinawafanya watu wakose utulivu. Tunasema ukimya si kukosekana kwa kelele, ila ukimya ni uwezo wa kujisikia wewe na uwezo wa kuwa na tafakari binafsi ndani yako, kupata utulivu wa ndani. Huo ndio tunaita ukimya. Mambo 10 ambayo unatakiwa nyamaze kabisa, usizungumze chochote unapokutana nayo. Kwenye maisha kuna mambo lazima unyamaze kimya. Si kila kitu cha kuongea wala si kila kitu cha kujibu. Kuna vitu au kuna mahali au kuna mazingira, kuna namna inahitajika ukae kimya. Kwa hiyo nitakuletea mambo 10 ambayo unahitaji ukimya, unahitaji kukaa kimya. Kwa nini? Kabla ya kuendelea, naomba subscribe, bonyeza kitufe hapo ili tuweze kwenda pamoja. Mambo haya 10 yanaweza yakakusaidia sana. Yamkini umeshakuwa mwanga wa kuwa mwepesi wa kuzungumza. Kuna maeneo ambayo umeyazungumza mambo yamekwenda kuharibu maisha yako. Kuna vitu ambavyo umekwenda kuvisema kwa kukosa ule uvumilivu, umekwenda kujiharibia mwenyewe kwenye njia. Kuna maeneo 10 ambayo unatakiwa ukae kimya kwenye maisha ili ufanikiwe. Haijalishi ni wakati gani ambapo unapitia, lakini haya mambo 10 ni lazima ukae kimya. Kuna wakati ambapo Musa na wana wa Israeli walikuwa wanavuka bahari. Mungu anawaambia, kwa nini mnanimulikia? Kaeni kimya muone wokovu wa Bwana. Ikiwa wanaona adui zao wanakuja wamekaribia, lakini Mungu anawaambia kaeni kimya. Ilikuwa na maana gani? Ilikuwa kwa nini wakae kimya? Maana yake nini? Kuna mahali ambapo utakiwi kuzungumza, kuna mahali ambapo utakiwi kujitetea, kuna mahali utakiwa ukae kimya ili Mungu afanye. Kwa hiyo unajikuta mahali ambapo Mungu alitakiwa afanye, sisi tumekuja kufanya wenyewe, na ndio maana tunajikuta mambo hayajakaa vile ambavyo tuliyatarajia. Eneo namba 1 unatakiwa ukae kimya unapoonewa. Kuna watu wengi sana baada ya kupitia mateso mengi, kunyimwa haki fulani, anajikuta anaanza kulalamika, anajikuta anaanza kuhuzunika, anajikuta anaanza kutengeneza mazingira ya kulaumu. Ngoja nikwambie, hakuna kitu ambacho kitabadilika kama utaingia kwenye lawama. Watu wanapokuonea, silaha pekee ambayo unaweza ukaitumia kwenye hiyo eneo ni kukaa kimya. Wale wanaokuonea, wanaokuvuruga, wanaokuchezea, wanaokufanyia mambo mabaya, wanaokufanyia yote haya, wanapofanya hayo yote, lengo lao ni kupima uvumilivu wako. Kwa hiyo usipokuwa makini, wao watakuwa ni sababu ya wewe kuanguka. Na ndio maana kuna watu wengi wanapoonewa wamekuwa wepesi kufungua vinywa vyao. Bwana, hii sio haki, sijui nini na nini, lakini wamejikuta baada ya kufungua vinywa wameenda kuharibu zaidi. Kumbe adui anataka ufungue kinywa ili apate uhalali zaidi. Kadri unavyozidi kuongeza au kuchochea au kushindana, ndivyo ambavyo wao wanapata nguvu ya kushambulia. Lakini kama wanamuonea mtu ambaye anamshukuru Mungu kwa kila jambo, hawezi kukusumbua, kwa sababu wataona huyu mtu kwa kweli hatuwezi kushindana naye. Kuna nguvu ndani ya ukimya. Yesu alionewa, alitemewa mate, alinyamaza kimya, lakini tunaona matokeo aliyoyapata yalikuwa ni makubwa. Watu walikuja kumheshimu. Kuna wakati mwingine unapoonewa, unaponyamaza, inaonekana kama ni udhaifu, lakini sio udhaifu. Mimi nataka nikwambie hiyo ni nguvu, na wala sio ujinga. Unapoonewa, huo ni nguvu ambayo unaitengenezea. Wale ambao wanatamani ufanye kitu fulani, kujibizana nao, watakapoona umekaa kimya, wataanza kujiuliza, wao ndio wataanza kuhangaika. Kwa nini huyu mtu tumemfanyia haya yote lakini bado amekaa kimya?
watakuwa na maswali wao, wewe utabaki kuwa free tu. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa ya kukaa kimya wakati unaonewa. Eneo la pili ambalo unatakiwa ukae kimya ni wakati watu wamekudharau, wakati umedharauliwa. Unajua kuna watu tunapenda kuwa na status, tunapenda kutambulishwa vizuri, tunapenda kuheshimiwa, lakini kuna mazingira utakutana na watu waamini kwamba hawatakupa heshima unayotaka. Kuna wakati hata watoto wako wasikupe heshima inayotakiwa. Kuna wakati hata mke wako asikupe heshima inayotakiwa. Kuna wakati hata wafanyakazi wako wasikupe heshima inayotakiwa. Lakini njia rahisi na njia bora ni kukaa kimya. Haina haja ya kudai haki. Haina haja ya kuanza kuongea. Kwa nini hamnisalimii? Kwa nini mnanidharau? Kwa nini hamnipi heshima? Wewe kaa kimya. Haya ni maeneo bora sana, kwa sababu wakati wanakudharau, wewe ukikaa kimya unatengeneza heshima. Kitu ambacho kitakuwa kimeongeza dharau ni pale utakapofungua kinywa na kuanza kujibizana naye. Ndio maana kuna msemo unasema, ukibishana na mpumbavu na unageuka kwa mpumbavu. Ni nature mwanadamu yeyote aliumbwa ili heshimiwe. Sasa kuna mazingira ambayo unakuta kama mwanadamu ile haki ya kuheshimiwa, labda wewe ni mume, labda wewe ni mke, labda wewe ni mama, labda wewe ni nani, mtu yeyote hawakupi ile heshima. Usije ukatafuta namna ya kujitetea au kujibizana. Wewe ni muda huu mzuri wa kukaa kimya, kwa sababu wakati wa kuheshimiwa utakuja tu. Eneo la tatu, unapokataliwa. Watu wakisema no, wewe wala usihangaike, jifunze kukaa kimya. Wakati mwingine watu wanapokukataa, wakati mzuri sana ambao Mungu anakutengenezea mazingira ya kukaa mwenyewe kwanza ili akuunde vizuri. Kuna mazingira ambayo Mungu anataka kupitishe mwenyewe, sio na kundi la watu. Na ndio maana ataanza kuondoa. Na namna pekee ya kuondoa lazima kukataa. Wale watu wakisha kukataa, Mungu anaanza kukutengeneza wewe. Anaanza kukulisha vitu wewe ili kwenda kuwa mtu mkubwa. Kwa hiyo sio kila anayekukataa ni lazima uambatane naye. Useme sijui ataona, wanajifanya sijui wana nini na nini. Wewe mshukuru Mungu, endelea kukaa kimya, endelea na maisha yako. Hiyo vitu vingine Mungu mwenyewe atafanya. Hata kama umekataa, wewe wapokee. Ila wakikuhitaji msaada wako popote pale, wasaidie. Utakuwa umewapalia kama. Jambo la 4, unatakiwa ukae kimya kuhusu malengo yako. Kijana mmoja ambaye baba yake alikuwa ni mvuvi, alimuuliza siku moja babake. Akasema, baba, naomba kujua, hivi ni vizuri kuambia watu kuhusu mipango yangu, malengo yangu? Babake akaguna akasema, kwa nini unasema hivyo? Akasema, baba, nataka kujua kwa sababu nina malengo 1, 2, 3. Natamani niwe mtu mkubwa sana. Natamani nizunguke dunia yote, nifanye biashara, niwe mkubwa sana. Je, kuna haja ya mimi haya yote kuelezea watu kuhusu mafanikio yake? Babake akanyamaza, akakaa kwa muda, akatafakari. Akasema, naomba twende kwanza tukavue. Tukishavua, tukirudi nitakupa hilo jibu. Tutaendelea na mazungumzo. Wakaingia mtoni. Walipoingia mtoni, mzee wakakaa, wakawa wametulia, wametega ndoano zao, wakapata samaki wakubwa sana. Wakati wamemaliza kupata samaki, akasema, umewaona hawa samaki? Akasema, Akasema, umejifunza nini kutoka kwenye samaki? Akasema, bado sijaelewa kitu. Babake akamwambia, iko hivi, hawa samaki wamepoteza maisha yao, wamepoteza future zao, wamepoteza ndoto zao, wamepoteza marafiki zao, wamepoteza malengo yao, wamepoteza kila kitu walichokuwa wanacho kwenye maisha yao. Sababu ya msingi iliyowafanya wapoteze haya mambo yote, kikubwa ni pale walipojaribu kufungua vinywa vyao, ndoano ikawa nasa. Kwa hiyo wamenaswa na ndoano kwa sababu ya kufungua vinywa vyao. Kwa hiyo ndivyo itakavyokuwa. Kadri unavyozidi kufungua kinywa chako, utanasa kwenye ndoano zao, watakutoa kwenye malengo. Kwa hiyo nini ikawa inatufundisha ya kwamba wakati mwingine hutakiwi kumwambia kila mtu habari ya malengo yako. Unatakiwa ukae kimya, unatakiwa nyamaze mpaka pale ambapo matokeo yatawaambia nini ambacho unapofanya kimya. Unajipa muda wa kupunguza maadui, kwa sababu unapokuwa umeyaweka sana wazi malengo yako, wakati mwingine ni rahisi watu kuingia na kuanza kuleta vita. Kwa hiyo ni vizuri sana kuhusu malengo yako ni wewe tu yajue. Wewe yafanye kimya kimya, yafanye tu taratibu, kwa sababu maandiko yanasema adui wa mtu ni nyumbani wake. Hata kama ni mtu wa familia, wakati mwingine si lazima ajue kama hakuna umuhimu. Si lazima kila mtu ajue malengo yako. Jambo la 5, kuhusu mafanikio yako. Kuna watu wakifanikiwa hata kununua kitu kidogo tu, lazima watu waambiwe, au lazima posti, au lazima afanye kitu fulani. Wakati mwingine social media zimeharibu maisha ya watu wengi. Unajua tupo kwenye dunia ambayo humjui nani ni nani, nani anakuwazia nini. Unaishi na watu ambao huwajui vizuri. Tunafahamiana tu kwa nje, lakini hujui mioyo ya watu imebeba nini. Kuna mioyo ambayo imebeba chuki, kuna mioyo ambayo imebeba hasira. Si kila mtu anapenda mafanikio yako. Kwa kadri ambavyo unakuwa overshare kuhusu success yako, unatengeneza maadui wengi. Na kuna wakati mwingine unaweza kujikuta umeondoa nini? Umeondoa kundi kubwa la watu kwenye maisha yako, yaani watu wanaoweza kukusaidia. Kwa sababu wakati mwingine unaposhare mafanikio, kuna watu ambao waliletwa na Mungu ili wakusaidie. Lakini kwa sababu umepata tu kitu kidogo, umeshasha, watu wanajua una uwezo wa kufanya vitu mwenyewe. Na wakati mwingine inaweza kukuondolea pia hata respect, kwa sababu unaonekana kama una utulivu na una heshima na mali ambazo
unazipata. Kwa hiyo ni vizuri sana kutokusimulia watu mafanikio yako. Ni vizuri ukae kimya, watu wataona tu. Mafanikio yanapiga kelele, watu wataona tu. Kwa hiyo jifunze kunyamaza unapokuwa umefanikiwa. Hata kama ni kitu kitakulazimu useme, wewe tulia tu. Na mara nyingi matajiri wengi waliofika mbali, watu wenye pesa na wenye mali, hakuna ambaye anaanzaga tu kwa hivyo. Watu ndio tunaanzaga kuwatambua, mbona huyu yupo kimya, hili jengo la fulani. Hakuna tajiri ambaye anasimama kusema jamani mimi ni tajiri. Tunaona vitendo, tunaona matokeo wanayoyafanya. Kwa hiyo na wewe onesha bidii, onesha matokeo, usizungumze sana. Na mara nyingi ukiona unazungumza sana, unajuage kuna hatari ya kupoteza vile ulivyonavyo. Na jambo la 6, usiwaambie watu kuhusu udhaifu wako. Kuna mazingira unajisikia na wewe useme udhaifu wako. Wakati Samsoni amesema udhaifu wake kwa Delila, ilikuwa ni chanzo cha kupoteza nguvu zake na kutolewa macho. Kuna watu wengi tumetolewa macho kwenye maeneo mengi kwa sababu ya kusimulia watu madhaifu yetu. Madhaifu yako yabaki kuwa ya kwako, au madhaifu ya mume wako, au madhaifu. Kuna ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu sometimes mwanamke anamwambia mwanamke mwenzake madhaifu ya mume wake, au mwanaume anamwambia mwanamume mwenzake madhaifu ya mke wake. Kwa hiyo ni changamoto. Tunakuta yule adui mara nyingi anatumia fursa inaitwa madhaifu ili kuvuruga au kukuharibia. Anatumia fursa inaitwa madhaifu. Kwa hiyo usipokuwa makini sana kushughulikia madhaifu yako na ukaanza kuambia watu. Na jambo la 7, usiwaambie watu kuhusu nguvu yako. Nguvu yako inatoka wapi? Bado tunarudi kwa Samson. Samson bado aliulizwa nguvu yake asili yake ni nini? Watu wanataka kujua kwa nini unafanikiwa, kwa nini unapata pesa. Kuna wadhamini uko nao. Wewe labda umepata wadhamini au umepata kazi, watu wanaanza kuuliza, wanakuchokonoa. Sio kila anayekuuliza na nia njema. Sio kila mtu anafaa kuambiwa vyanzo vya kipato chako. Sio wote ni wazuri kwako. Kwa lazima uchunge ni nani wa kumwambia nini wakati gani. Mfano umepata msaada fulani, labda una connection na mfanyabiashara mkubwa Tanzania, labda kama Baresa anakupa sponsorship na biashara yako inainuka. Sasa na wewe tu kwa sababu ya kutokuwa makini unaanza kuzungumza. Si wote ambao wanatamani ufike kwenye ile level ya Baresa. Petro na Yohana wanauliza, kwa nguvu gani na kwa mamlaka gani unahubiri ili jina la Yesu? Unaweza kaangalia hao watu kwa nini waliuliza ni kwa nguvu gani, walitaka nini? Manake ili waweze kuwazimisha hawa kina Petro lazima wajue nguvu yao. Kwa hiyo na wewe lazima uwe makini na kupima aina ya maneno unayozungumza. Ni bora kukaa kimya, kunyamaza kimya itakusaidia kuliko kuanza kuelezea kule ambako unapatia mafanikio. Kaa kimya. Vyanzo vyako na maeneo yote unayopata utajiri au unayopata mafanikio utakiwi kuyasema. Jambo la 8, maumivu yako, mapito yako au changamoto ulizonazo. Usiwe mwepesi wa kufungua kinywa na kuambia watu kuhusu changamoto ulizonazo, matatizo ulionayo, shida unazopitia. Unajua kuna wakati, kuna moment sana mwanadamu anahitaji faraja, mwanadamu anahitaji kufarijiwa, lakini si kila mtu anaweza kukufariji, lakini si kila mtu akubeba matatizo yako. Na ndio maana that's why unatakiwa makini, ni nani anatakiwa kushirikishwa matatizo yako. Ukijua hivyo itakusaidia. Na wakati mwingine unaweza kukuta tatizo lako halina mtu ambaye anatakiwa shirikishwe isipokuwa Mungu. Na ndio maana Yesu anasema leteni mizigo iliyowalemea ili nami nitawatua. Mtu amepata tatizo dogo, kashasimulia watu 10, kashapigia, kashaposti social media. Watu wote tunajua hii post, hii status, huyu jamaa yupo kwenye changamoto, au ameposti matatizo ya mke wake, au ameposti matatizo ya mume wake, au ameyaweka wazi matatizo ya mume wake. Mwambie Mungu, hapa nitapita, hapa nitapita, na Mungu atakusaidia utapita. Jambo la 9, kuhusu familia yako. Usiwaambie watu kuhusu familia. Si kila mtu anatakiwa kujua. That's why kuna watu wanakuwa na posti mtoto wa kwanza amepata mtoto, na posti huwezi jua. Tuko kwenye dunia ambayo mambo ni mengi, yani vitu ni vingi. Sio kila mtu anatakiwa kujua familia yako. Si kila mtu anajua kujua mambo ya familia yako. Familia yako ina mafanikio, unaenda kujisifu kwa watu kwamba mimi pale nyumbani ni hivi na hivi. Yani mimi maisha haya, mimi pale nyumbani niko hivi. Mimi pale familia yangu ina amani, familia yangu ina upendo. Mwisho wa siku unaona familia imefukika. Shida unaweza kutafuta mchawi, kumbe mchawi ulishindwa kufikiri. Ulizungumza vitu ambavyo pengine havina umuhimu na vilikuwa vina maana. Wakati mwingine ungenyamaza, shida nyingi ni pale ambapo unaanza kuzungumza. Wakati Yusufu anaanza kuzungumza kwa habari ya ndoto zake, ndiye mwenyewe ndo aliyaleta matatizo na vita kwenye familia yake. Ndugu wakamchukia, wakamkataa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine atakuwa nyamaza, si kila kitu cha kuzungumza kwenye familia. Hata kama ni mambo mazuri, wakati mwingine si kila kitu kizuri kitapokelewa na kila mtu. Kwa hiyo unatakiwa upime ni nani ambaye nataka niseme naye. Na jambo la 10, unatakiwa ukae kimya unapozushia uongo. Watu wanapokusema kwa uongo. Unajua tupo kwenye dunia ambayo rumors zipo nyingi. Unaweza kuzingiziwa tu kitu na watu wakipost labda social media na wakakisambaza, labda ni kanisani au ni mazingira yoyote, watu wakikuza kikao kikubwa. Usiingie mtandaoni na kujibu. Na ukijibu mpumbavu, utakuwa sawa na yule mpumbavu. Kwa hiyo ni lazima ukae kimya. Kaa kimya kwa sababu Mungu mwenyewe itafika wakati atajibu mwenyewe. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe. Naitwa Mwalimu Edwin. Ninakukaribisha sana kuendelea kufuatilia vipindi katika channel hii ya Salvation.
God bless you. Thank you.